Mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza katika hadithi ambayo imethibiti katika sahihi al-Bukhari, hadithi Abdullah ibn Abbas Allah amridhie, asema Mtume alayhi salatu wassalam, hakuna masiku ambayo matendo huwa ni bora zaidi kwa Allah ya mja na yanapendeza zaidi kwa Allah matendo ya mja kuliko masiku haya 10 ya mwezi huu wa Dhulhijja. Hakuna siku ambayo katika uhai wa mwanadamu hufanya matendo ambayo humpendeza Allah na Allah huyapenda zaidi kuliko matendo yanayopatikana ndani ya masiku haya 10. Masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam walipolisikia hilo akamuuliza Mtume, wala aljihadi fi sabilillah ya Rasulullah, hata jihadi pia fi sabilillah, aliyekwenda katika jihadi halingani ujira na malipo sawa sawa na atakayefanya matendo ya siku hizi 10? Mtume akawajibu, wala aljihadu fi sabilillah, hata aliyekwenda kupigana jihadi hatakuwa sawa sawa na yule atakayefanya matendo mema ndani ya masiku haya 10 ya mwezi huu wa Dhulhijja, illa rajul. Mtume akasema, isipokuwa mtu ambaye atakayetoka kwenda katika jihad, ametoka akatoa mali zake fi sabilillah, akatoa nafsi yake fi sabilillah, kisha alipoenda huko akawa amekufa ni shahidi, likarejea jina akawa amefariki, mali yake imeteketea fi sabilillah na nafsi yake imeteketea fi sabilillah, huyo ndiyo ambaye hatakuwa sawa sawa na yule ambaye atakayefanya matendo mazuri ndani ya masiku haya 10. Maana yake yule mwingine atakayekwenda jihad kwa mali yake akapambana wakashinda na akarejea akiwa salama, bado hatolingana malipo na yule atakayefanya matendo mema ndani ya masiku haya 10. Hii ni kuonesha ubora wa masiku haya 10 ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyateua na kuwekea waja wake wajikurubishe kwake yeye kwa kupata msamaha wake na fadhila zake. Kwa ni hasara na ni majuto kwa yule ambaye masiku haya yataondoka bila kufanya chochote cha kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala.